Nawakaribisha sana katika kipindi kingine. Katika kipindi hichi tutaenda kuzungumzia kitu kinaitwa multi goals. Kipindi kilichoisha tulizungumzia goal bonds, lakini kipindi hichi tutaenda kuzungumzia multi goals. Ukija hapa kuna sehemu ya magol, section ya magol, utakuja uone chini kabisa huku nadhani kuna kitu kinaitwa multi goals. Umeona? Hii tutaiset as favorite iwe kwenye masoko pendwa, imadi itusaidie. First half multi goals, second half multi goals. Umeona? Ukija kusema ya masoko pendwa utakuja uikute multi goals hii. Sasa multi goals hii ni sasa na goal bond. Maana yake utofauti wa multi goals na goal bond, multi goals wamekuwekea mipaka wao wenyewe, lakini kwenye multi goals huku hakuna sifuri. Maana yake mipaka yao inaomba lazima goli litokee, yani lazima goli litokee. Ndio utofauti wa multi goals na goal bonds. Manake kwenye multi goals lazima goli litokee, ndio maana unaona hata mipaka yao inaanzia goli moja na kuendelea. Ukiangalia namba kubwa sana ya magoli hapa ni 7 plus. Ni 7, magoli 7 na zaidi, maana ndio namba yao kubwa sana ya magoli. Sasa kwenye multi goals huku utofauti mwingine, huku kwenye multi goals wamekuwekea mipaka kwa namba, ila kule unatumia slider. Na utofauti mwingine wa multi goals na goal bond, manake multi goals yenyewe imekuwekea mipaka ambayo iko limited ukilinganisha na goal bond. Manake mipaka ya multi goals iko limited sana. Mfano, huku kwenye multi goals uwezi ukabeti yani timu ifunge kuanzia magoli 2 na kuendelea, kuanzia goli 1 na kuendelea. Kwa hapa yani maana hapo umewekewa mipaka halisi. Kwa mfano, tukichukulia hii multi goals kuanzia goli 1 hadi 3 multi goals. Hapa maana ili wini, maana hizi timu zote inabidi zifunge kwa yani jumla magoli yao yaanzie 1 hadi magoli 3 mwisho. Unaona? Lakini ukiangalia kwenye goal bonds kule kuna namna unaweza ukaseti, ni kweli magoli yakaanzia 1, lakini endapo yatatokea zaidi, kipi kitasimama badala kukusaidia wewe usipoteze beti yako? Unaona? Huo ndio utofauti wa multi goals na goal bonds. Sasa ukiangalia hapa hii section yetu hapa chini, hii ni multi goals ya jumla ya magoli ambayo yatapatikana katika mechi au katika mchezo wa leo wa Real Madrid dhidi ya Real Sociedad. Kwa mfano, naweza nikasema leo hawa hata wafungane namna gani hawezi kuvukisha magoli 6, ndio hivyo. Ila huu mchezo nikiuangalia
utakuwa una magoli mawili. Maana yake magoli yataanzia mawili, ila hawezi wakavusha magoli 6 kwa namna yoyote ile. Nitakuja nitaweka hapa multi goals hapa kwenye range ya magoli, kwenye range ya magoli mawili hadi magoli 6 mwisho. Unaona? Ukija huku utakuja umalizie tu, utapress bet yako. Na odi unaona kama ni odi 1.15. Unaona? Utapress bet yako, utamaliza. Sasa hii multi goals ni multi goals ya jumla. Manake timu ya nyumbani na timu ya ugenini. Haya, nikija hapa chini hapa kidogo, kwa mfano unaona kama hii mechi haitakuwa na goli. Yaani mechi haitakuwa na goli. Manake yani Real Madrid na Real Sociedad watatoka 0-0 katika muda wa dakika 90 au dakika 90 za mchezo. Utakuja uweke hapa no goals. Unaona? No goal. Manake hii umeomba lisitokee goal lolote. Na hii kidogo hata odds zake umeona ni nyingi. Manake ni hatari zaidi. Kwa jinsi unavyoona, yani hii ni umeweka sandakalawe. Unaona? Hii ni utakuwa umeweka sandakalawe yako. Maana hichi ni kitu ambacho sawa kinaweza kutokea, lakini sio kwa namna ile. Uwezekano wake wa kutokea ni mdogo sana. Haya, kwa mfano umeona labda mechi ya leo ya Real Madrid waweza kufunga kuanzia goli 1 mpaka magoli 6. Utakuja hapa kwenye goal bonds, utatafuta goli 1 mpaka magoli 6. Utaweka. Yani hii ni jumla ya magoli yao, na maanisha ianzie goli 1 ukiyajumlisha mpaka magoli 6. Unaona ina odi 1.05. Uta place mkeka wako. Kama ni shilingi 10,000 utakula shilingi 10,500. Unaona? Haya. Sasa hii ni goal bond, hii ni multi goals kwa ujumla. Hii ni multi goals kwa ujumla. Sasa kuna hii hapa home multi goals. Manake hii multi goals ya timu ya nyumbani ambayo ni Real Madrid. Umeona? Kwa mfano hapo umeona Real Madrid leo atamfunga Real Sociedad, lakini magoli yake hata kama akimfunga hata uzidi magoli 3. Maana yake utakuja uweke hapa kwenye multi goals kuanzia goli 1 mpaka magoli 3. Lakini mfano ukaona kwamba leo Real Madrid anaweza akawa na magoli kuanzia 4, unaweka hapa magoli 4 na kuendelea. Umeona? Haya. Sasa hii ni kwa home goals. Kwa away goals na penye ni hivyo hivyo, unafanya hivyo hivyo. Kwa mfano leo kwa hii mechi ya Real Madrid na Real Sociedad inavyoona, Real Sociedad ni kweli anaweza atifunge kwenye mechi ya leo, lakini sina uhakika 100%. Ila hata kama akimfunga Madrid atavukisha magoli 3. Nitakuja nitaweka hapa beti yangu. Umeona? Kwa hiyo kitokea tu Real Sociedad ikafunga hata goli 1, 2, 3, nitakuwa nimewini beti yangu. Lakini kitokea kama asipofunga au akafunga magoli zaidi ya 3, maana yake nitakuwa nimepoteza beti yangu. Unaona? Haya. Hii ni away, maana yake
ugenini. Hapa kuna first half multi goals, kuna second half multi goals. Unaona? First half multi goals ni kipindi cha kwanza. Maana yake first half multi goals kwa timu zote. Unaona? Kwa mfano kama unajua kwamba kwenye kipindi cha kwanza kitatokea multi goals, watafunga kuanzia goli 1 mpaka 3 utaweka hapa. Lakini japokuwa sio rahisi kwa game za Real Madrid kutokea goli kwenye kipindi cha kwanza, mimi wanaona kama huwa sio rahisi. Either Madrid yeye ndio aruhusu goli, lakini Madrid kupata goli kwenye kipindi cha kwanza kidogo akiwa na cheza na Real Sociedad kidogo huwa sio kazi rahisi. Waweza wakatoka 0-0 kipindi cha pili ndo wakaanza kutafutana. Hichi ni kipindi cha kwanza kwa timu zote mbili, yani jumla ya magoli ya timu zote mbili. Sasa hapa kwenye kipindi cha pili umeona range ya magoli 1 mpaka 3, jumla ya magoli yao kwenye mchezo mzima unaweka. Sasa ukitaka kujua kwamba kipindi cha kwanza sio rahisi kutoa range ya magoli, ila kipindi cha pili ni rahisi kutoa range ya magoli, angalia odds kama zinalingana. Unaona? Ukiangalia odds za kipindi cha kwanza hapa, odds za kipindi cha kwanza ni odds nyingi, maana yake uwezekano wao ni mdogo, lakini sio kivile. Unaona? Lakini ukija kuangalia odds za kipindi cha pili, maana yake kipindi cha pili lazima tu wafungane. Kwa hiyo unaweza kaweka range ya hayo magoli, ukawa umewini mkeka wako. Endapo wakizidisha magoli 4 au wasipofungana kabisa, ndipo utakuwa umelost. Sasa hii ni njia nyingine ambayo inaweza kusaidia wewe kubeti na ukashinda pasipo kuchagua mshindi ni nani. Unaona? Kwa hiyo unaweza ukabeti kwa ukabadilisha style yako ya kuweka beti. Huu wakati ambapo watu wengi wana lost sana beti zao, unaweza ukabadilisha mchezo au namna ya kuweka beti, ili mradi wewe unalinda beti zako na beti zako ziwe zinakuwa ni beti zenye uhakika zaidi. Umeona? Imradi kwa sababu image kwanza hapa juu image haieleweki. Real Madrid anaweza kafungwa 0-1 au Real Madrid akafungwa 2-1 au wanaweza wakadraw. Unaona? Sasa hii kidogo itakusaidia wewe endapo kama watadraw au weza ni timu yote inaweza kafungwa, itakusaidia sana wakati wa kulinda beti zako. Asanteni sana na washukuru kwa kuwa pamoja nami katika hichi kipindi. Mwenye maswali naomba aweke kwenye comment section hapo. Usahau kusubscribe.